Kiukweli kabisa ile biashara kama tukiikazia vizuri itakuja kutuingizia hela nyingi sana. Thank you. Upo sawa? Ndiyo, niko sawa mume wangu. Basi sawa, nenda kapumzike naye. Matula. Una hakika hii mimba ni ya kwako? Hapana. Nina hakika hii mimba sio ya kwangu. Kumbe ni ya nani? Ni ya huyu kijana ambaye nakaa naye hapa, ambaye anasema kuwa ni ndugu yake. Unajua najaribu kukaza fuvu langu ili nipate kung'amua chochote katika kwa anachokiongea, lakini sikuelewi. Hiyo inawezekana vipi? Unakumbuka ile siku ya harusi yetu? Yule dogo alikuja na wenzake pale. Kuna tukio liliendelea. Sio kama unakumbuka? Nenda tu salama. Najua kuna nachopata tanikisema huko sawa bado sana. Yeah. Nakumbuka. Na haikuishia hapo tu. Kuna siku huyu dogo alimpigia mke wangu usiku. Kiulizo ni nani? Ni mtoto wa mama mkubwa. Pokea. Maongezi yao tu kama mtu na akili timamu, unaweza kuelewa nini kinaendelea kwao. Lakini mke wangu akanidanganya kuwa ni mdogo wake. Na hata nilipomwona ameingia humu ndani, sikuwa na shaka. Nilijua nini kinaendelea. Hii ni ajabu sana. Tena kule kwetu tunasema hii ni ajaba mithili ya ghaibil jabbar. Yaani ni kitu fulani hivi cha ajabu ambacho hakijawahi kupata kutokea. Chini mkeo. Inawezekana vipi kana mahusiano na mwanaume mwingine ukajua kisha ukakaa kimya? Wao wana plani zao, lakini pia mimi nina plani yangu. Karibu. Karibu. Karibu mama. Asante baba. Baba, lile jambo uloniambia bado naendelea kulifanyia kazi, ila kikubwa kilichonileta hapa ni mimi nimekuja kupata uhakika kwamba nikifanya hivyo kweli utanipeleka kwenye chama. Maana rafiki yako na aliniambia hivyo hivyo, lakini kaishia tu kunichezea na kanidhalilisha na hajanisaidia chochote. So kwako nahitaji tu uhakika baba yangu. Ukinipa uhakika mimi nafanya. Niko tayari kufanya chochote. Katika kitu ambacho mchungaji aliferi ni kukufanya wewe kuwa mke wake. Sio yeye tu alikosea, hata mimi pia nilikosea kuchagua mwanaume ambaye amechagua Mungu kuliko pesa. Baba, namaanisha kila mtu ana njia zake za utafutaji. Mama mchungaji, chama ni moto unayounguza huku kikupuriza, lakini watu hupenda kusema mtoto akililia wembe mwache umkate. Hivyo huu wembe unaonekana na ulilia kwa muda mrefu sana,
unataka ushike, na bila kujua kwamba unataka kushika kwenye makali, ni lazima utajikata. Anyway, tuachane nayo. Kama nilivyokueleza, nachohitaji kutoka kwako ni maungo tu. Baba, auoni aibu kuzungumza hivyo na mama mchungaji? Ndio, wewe umeikataa njia ya Mungu na kuichagua njia ya Shetani. Hivyo watu husema yangoswe anaachiwa ngoswe. Sawa baba, naomba niendelee kulifikiria hilo kwa kina zaidi. Ni vizuri, lakini unatakiwa ukumbuke Wazaramu hupendelea kusema kwamba chelewa chelewa utafuta mwarisi wako. Aya baba, hiyo pia nitalifikiria. Sipatii picha hiyo siku, namna ambavyo kitanda kitakavyokuwa kinavurugika. Uwe na siku njema mamangu. Uwe pia baba. Yaani kusema za ukweli leo inaniuma. Yaani Toni amenishinda tabia. Na tangu anavyosifiwa tangu mdogo hana akili timamu, leo kaja kuingia kwenye madawa. Mwisho wa siku anautafuta uchizi. Weupe, nipo mimi hapa. Alafu nyinyi mnajua kuhusu ya madawa ya kulevya, usipute kaanza kutumia muda tu. Tulikuwa tujui. Kama mnakumbuka juzi alikuja na kichupi. Tukatuona kama ndo kawaida yake tangu utotoni. Kumbe mwenzetu ndo tayari kashaanza kutumia madawa yake. Alafu mganga alisema kulindani kwake kuna kitu kikubwa. Sasa amjiulize kitu gani? Usikute ndo kinachomchetua. Kama familia wote tuamke. Tumtazame kwa jicho lingine yule. Ndo msaidizi wetu hapa ujue. Atatutoka hivi tunamwangalia. Mamdoyo. Tunashindwa kutafuta pesa tukawasomea dua waliotangulia mbele za haki. Tukamsaidie Toni. Mwenye akili zake. Sikilizeni, msinishirikishe kwenye upuuzi wenu. Yule ana hela. Wewe unaweza kumsaidia Toni? Yeye ndo alikuwa msaada mkubwa hapa. Yeye ndo kila kitu katika hii familia. Kashindwa kujisaidia. Nyie mnaweza kumsaidia? Mimi msinishirikishe. Nawaambieni kabisa. Buga macho. Nyie ndugu zangu. Siku zote chizi anachekesha akiwa mtoto wa mwenzako. Msisahau kama Toni ni mtoto wa hii familia. Yeye msijisahau. Hili lisije likaturudia kwenye hii familia. Binafsi msaada wangu umeishia hapa. Hakuna mtu ambaye hajaona jitihada zangu. Nimemtafuta mganga, nimemleta hapa, kafanya cha kufanya 1 2 3. Mwisho wa siku namtoa hapa nampeleka kule. Huyo mtu anahitajika kusaidiwa, yeye ndo anakuja kuongeza tatizo. Anampa madawa kulevya mganga. Haya, namsaidia nini hapa? Mnataka mlitoelo yangu? Sitaki kubebeshwa mzigo wa lawama. Kupewa kusimamia familia, msinibebeshe mzigo ambao siwezi kuubeba. Nyinyi mkiweza kulifanya, Asha, mkishindwa mwana Asha. Habari ndio hiyo kanga si mtandio. Niacheni nile ugali unitue. Nyinyi nao ni watu wazima Wewe siwa wewe. Siwa ndo jina langu. Unataka nini? Wewe mbona unaonekana kama mshamkatia tamaa Toni wewe? Yule angekuwa anatumia hela vini ningejua serikali inamsaidia. Lakini anatumia madawa ya kulevya. Maana yake anaitumia pesa yake. Anaitumia akiwa na akili timamu. Kuna mtu chizi ambaye anaweza kutafuta madawa ya kulevya? Maana yake yule ana akili timamu. Na ndio maana anafanya hayo. Sasa niacheni nile. Nitanuke. Hata kama siwa. Yule ni binadamu na bado ana hema Toni. Sasa alokuambia amekufa nani? Mama. Nakuona mamangu unachagua mchele. Ndiyo mama, niliona kama umelala, nikasema leo hata angalau tupike wali. Ni kweli nilipumzika. Baba mchungaji atakuwa amekumisi sana. Lazima animisi. Na vipi, labda umepanga kuondoka lini? Kwa kweli bado sijajua. Sijapanga bado lini nitarudi kijijini.
Si unajua kijijini hapa mpendezi mtu. Ni kweli. Na ndio maana mama, tangu umeanza kuishi mjini mabadiliko yanaonekana. Kweli kabisa mama yangu, ila tu changamoto, nakosa mahali pa kusalia. Kwa hiyo oga nasali tu hapa ndani. Si unajua tena madhehebu ya huko tofauti na sisi. Ni kweli mama, ni kweli. Mama, naomba nikuulize swali. Hivi katokea mtu akasema kupatie milioni 10 usisali mwezi mzima, utaweza kweli wewe? Hapana, siwezi kukubali, kwa sababu huyu mtu atakuwa ni shetani, na mtu wa Mungu hawezi kukubali kitu kama hicho. Kabisa. Habari zenu? Salama baba, kwema? Tunamshukuru Mungu. Mamchungaji, mamchungaji. Mama. Mbona umezubaa? Hakuna, niko jikoni mama yangu. Uwezi amini mwanangu Matua, ukisikia ushababu sasa ndo huo. Wewe ndo kidume aswa kwa hili lilotokea, au umeniheshimisha mtaani hapo. Yaani ulichokifanya kote mtaani sasa hivi ni kimya. Maana kuitwa babu sio mchezo. Natarajia sasa kuitwa babu. Wewe ndo kidume. Sasa nikwambie tu, kuna maneno yalikuwa yanaongeleka mtaani, kwa kweli ilikuwa inanikera sana. Nilikuwa nashindwa hata jinsi gani ya kukwambia. Kwanza kabisa mzee wangu nashukuru, lakini kwa zama za sasa hivi hatupaswi kumsikiliza mtu. Tunataka tuishi maisha yetu tu. Lazima nisikilize maneno ya watu.